kuwe na reason ya kuabudu nani? Na tunasema jana, usiwaomba maombi yaliyokuwa tunaomba. Siuone tunaomba maombi mbaya sana. Yaani shida yako inakufanya ushukuru Mungu. Ya dini tatapo je. Dini doa ile wewe. Ndiye moyo ndani yake. Mungu asante, umeniamsha. Tulilazwa kuwa wengi wanakufa, lakini mimi Mungu anakufunga kiasi. Yaani mambo mabaya ya watu nilifanya unazidi kwa sababu anastahili kushukuriwa. Katika hii judgment mzee ameniambia iko inaendelea. Ni wangapi wanadajiwa ama ni wangapi wanahukumiwa? Na Biblia inasema ama malaika anasema it is now with us. It is here. Sio kweli? Nani mwingine anaongea kuhusu hiyo hukumu? Nisoma Daniel 7 verse 9. Soma. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi ilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Sasa niulize, does God give grudge? Ndio swali. Walimu, does God give grudge? Hiyo msema nini sasa? Mungu wanga analipisha kizazi ama anaweka kizazi? Wanalipisha. Okay, iko hatari basi kama anapugua vitabu. Sawa? Iko hatari basi nikifanya dhambi vitupu. Na anaweka kwa record. Ama ni kitabu gani anapugua? Gazeti hili wanga anaweka ndani. Ana? Pesa zako. Sasa nauliza hivi. Nimezidi leo. Niliala huko. Sikazidi. Nimezidi leo. Sio? Ameweka. Amerekodi. After 3 years 4 years nikumbuke nilizidi. Niele nitupu. Anaweka tena. Anaweka nimetupu, anatoa ile nyingine yenye alikuwa ameweka nilifanya dhambi. Na sasa kama nasahau, anafungua kitabu anaangalia nini? Ile na good pia inarekodiwa. So hizo vitabu ziliwa. Yesu alisema yale mambo ambayo unatenda hapa. Unapokuwa na so hizo kwa record. Unapigia na unapigia.
Aha, na ikiwa hivi kitabu iko lakini wewe ndio unajaza. Unapofanya kitu unaenda unajaza. Kitabu iko nani anaandika? Wewe ndio unajaza. Unaandika wewe. Kitendo unachotenda unaandika. Kwa hivyo wewe ndio unajaza. Wacha kuniubiria hiyo nadhani ya kuke. Mwandishi ametusomea, msomaji ametusomea pale. Kuna kitabu Mungu alimefungua. Yenye iliandika ama yenye yeye aliandika? Nani aliandika? Mkumbuka nini ya makabili? Adelei. Isabela. Anibali. Sasa nijibu kulingana na hiyo bibi. Fikiria. Maana vitabu vimefunuliwa. Ni kama rekodi zimekuwa zikiwekwa. Sasa mtu anapokufa au maisha ya mtu inapofika mwisho, akingojea kufunguka tena, hapo ndio wanaangalia amekufa akiwa upande upi. Wacha kutetea Mungu. Wewe unasomea kuna maelfu 10 na 10,000 sijui hizo different nini sijui na so watu wengi, so hiyo si wakati nimekufa already niko hapo ndio wakati wa judgment. Sasa swali langu ni kidogo tu, je, does God give grant? He give record, not grudges. Hiyo tu ndio tunataka kujibu. Na kwa nini alikifanya dhambi anaweka? Kwa sababu kitabu kimefunguliwa. Haki inapatikana kwa gani? Haki inapatikana kwa kudhibitishwa jambo. So kama nimefanya makosa, lazima haki ionekane kwa kudhibitishiwa yale makosa ambayo nimefanya. Na ndio kitabu kinafanya nini? Haya, alikufa kwa nini? Yesu alikufa kwa nini? Sio kwa dhambi zangu zenye zinaandikwa kwa kitabu. Naona hivi hapo bali tunataka kutoka Angalia kwa sababu nyingine. Okay, nauliza hii swali si kwa sikuwa nataka kuelewa tena. Imefunguliwa kwa nini? Kwa sababu ukiuliza kama Mungu anatoa na kuitisha kizazi na hujajua vitabu zinafunguliwa kwa nini napotea. Kwa hivyo ni lazima tujiulize hizi vitabu zinafunguliwa kwa nini? Hiyo ndio swali letu hapo ndipo tupo. Hapo ndipo zinawaambia tunaambiana. Nini imeandikwa hivi hapa? Na kwa nini ifunguliwe? Na malaika wanasema judgment iko. Si niwaambie. Mungu wetu ni lazima aonyeshe kitu inaitwa justice. So that wakati
unapojikuta huko on the other side of the road, utauliza, these books are kept for us. Sio Mungu. Mungu anajua matendo yetu yote. But one time you ask yourself, why am I here and not here? Then the books will be open, uonyeshwe ni kwa nini huko umepotea na sio hapa. By the way, acha niulize. Nini ilikuwa rahisi? Kuua shetani ama kuua Yesu? Na kweli shetani hakuua wakati alikupozesha. Because Mungu anataka hizo rekodi ziwe ili hata shetani mwenyewe na tushetani tujue tazama kweli Mungu ni wa huku ndio hiyo wakati kugonipea hai. Unanielewa? So hizi vitabu hazifunguliwi ili zitukandamize. Mungu haandiki makosa yetu ili asisahau, ili akija atue. Acha. It is kama tu wenye aliota si vizuri tuwe nani? Shetani. Wacha niwe nani? Mungu. Ili hata shetani mwenyewe. Unajua tulikuwa tunapia God. Si kwa sababu ya venye yako. Tulikuwa tunampia kwa sababu ya venye anaweza kufanyia. Tu kama alifanya shetani hivyo tusome venye aliwa shetani. Wewe unaweza kucheza na yeye. So utamuoshe si kwa sababu unataka ni kwa lazima. Unanielewa? Acts 17. Paulo anasema nini kuhusu hii buku? 17 verse. Nimesema verse. Nimesema verse tamam. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu. Walimwengu Kwa mtu yule aliyemchagua. Naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo kwa kufufuka katika wafu. Obey. Disobey. Perish. The choice is you are. Mwenye na hiyo dini. Anaonekana kama alikuwa amekasirika sana na watu. Sio kweli? Wao kama alikuwa sasa hakuna kuzuru atukuje kwa Yesu wao atakuwa tunataka the choice is yours. Lakini Yesu kwa sababu ya upendo wake anatuambia nimewaekea vitu nzima, lakini chagua nini? Upendo. Kuna swali mpaka hapo? Kuna swali? Je, and as we say, Mungu hata zitumia hizo records ya only there kuonyesha justice yake wakati ambapo watachukuka udarasa, because Mungu does not need those records. By the way, kwa nini Mungu anahitaji record? Kwa nini Mungu anahitaji record? Mungu hajui mwanzo hadi mwisho. Hajui mwanzo hadi mwisho, hajui kwanza. Mungu hajui mwanzo hadi mwisho. Anajua mwanzo kutoka mwisho. Kuna tofauti? Kuna tofauti ya kujua kutoka kwangu kuja hapa na kutoka hapa kuja kwenda kwangu. Kuna tofauti. That means hapo katika kuweza surprise Mungu na kitu.
kama najua mwanzo kutoka mwisho, ni kumaanisha wewe mwisho wako na hali. The choice is tasiti mimi kama Mungu anajua mimi ni mbaya leo. Already amedeclare wewe ni wa moto wa milele. It depends me. Ndio maana Mungu anajaribu kusema ya kwamba Mungu hahitaji nini? Ukiuliza pasta mara atakwambia hii ni human language. Ya kusema tunaweka record. Unaelewa? Because Mungu akisahau ama malaika atasahau. Anasahau. Lakini because of human language lazima kuwe na record ili wewe unajua nikiwa huko. Ndio tunaambiwa asante siku ya kwamba mtu akifa kwa mbao unaenda na utachomeka milele. Na utakuwa ukiangalia mzazi wako kama wewe umekuwa kwa Mungu, utakuwa ukiangalia mzazi wako unaona anachomeka. Alafu matendo yake yenilifanya kwa siri itawekwa kwa TV. Mkiwa hapo nini mfanye nini? Is it true? Mimi napeleka ikono kona na wangu sasa. Yaani nafanya kitu peke yako. Alafu anaenda kunia. Sisi maneno. Tumesoma wakati hiyo akasema nini? Ameweka siku ambayo atakayowahukumu watu. Kwa mtu atakapowahukumu walimwengu kwa haki. Kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti na mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Nisome Revelation 12:17. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka akamkasirikia mwanamke. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Washikao amri za Mungu. Na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga. Ile siku ambayo tutakuwa tunahukumiwa. Saa hizi sisi tunaokolewa kwa neema. Wakati Yesu akija, baadaye tunafikia hiyo hukumu itakuwa wakati Yesu amekuja. Itakuwa hiyo wakati ama iko sahihi? Ashiriki mwenyewe. Hii tatu tunaambiwa na malaika. Saa hii mimi nahukumiwa saa hii ama nahukumiwa kita. Hii kitabu inafunguliwa nini? Itafunguliwa nikiwa ama si nikiwa sipo? Nikiwa. So si saa hii. Nimenauliza hivi. Hii kitabu anafungua ya judgment. Ni yangu ama si ya mwingine? Ni yangu. Anafungua nikiwa hapo ama atafungua nikiwa sipo? Tuko fungu moja tu. Kutoka duniani na tumeeleza na hata mimi. Nauliza, hii judgment, hii kitabu inafunguliwa lini? Katika hili pendo limekamilishwa. Tukijibu hilo, ila tujibu lingine. Tujiulize swali yenye naomba kuleni ili tuelewe. Kabla ya swali
Kirudi kwa hiyo kitabu zenye kuti ni kama ameegemea kwa negatives, yale mambo mabaya ambayo tumefanya, ndio tukiwekwa pande ile ambayo si nzuri, isilie nione kweli inastahili kuwa hapo. Na je, matendo mema bado yako kwa hiyo ndio ama ni mabaya tu? Na hiyo swali ndio tulikuwa tunajibu wakati niliuliza tasiki grudge. Unataka nielewe kama ni only mabaya ama mazuri bado yako kwa hiyo. Ndio na mazuri iko. Kama mazuri iko basi nikujibu. Anasema mazuri iko. Kwa sababu ya kosa hili wakati alitaka kwenda kulia hata nijue ajua wewe usizane jambo anajua mama nzuri aliona makosa yake kwa hivyo kwa hivyo rekodi ni mzuri na baya. Kuna Mungu ndio anasema. Nilikuwa nataka hata shetani kuna rekodi yake. Unaonaje? Shida ya shetani moja, ukidumu haoni. Anakuti anakifurahi. Lakini wakati umefanya kitu baya kama umejipita, hiyo anaona. Wakati umejipita kama umejipita ya watu, hiyo haoni. Napenda kufikiria kweli. Napenda mzuri. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje?
wale ambao ni wameala na walikuwa kwa nyumba ya Mungu, je, wamekuliwa kutumia miishi? Hiyo ni sasa kubrada kwa Mungu. Kumbe judgment ilikuwa iwe kubwa hiyo. Conclusion of the matter. Elder. Swali lako ni kwamba umeuliza kama hukumu inaendelea sasa wakati tuko hai ama itangojea mpaka wakati tukufu, wakati Yesu atarudi. Hukumu itafanya hapo. Ukajibu aje? Tukasema inaendelea. Kuna mahali sitaki kuingia. Tumebakiza dakika 19. Ni sawa. Swali la sasa la pili hizi. Je, kuna mahali kuingia? Kuna kitu kinaitwa Nalielewa? Sitaki kuingia. Tumezi katumwa niingie nini? Kwa? Because I know hapa kuna watu mara tatu. Kuna watu waamini, kuna watu na wanaamini, kuna watu hawajui kama wanaamini ama hawaamini. Mimi sitakuja kupiga muhuri mahali huko. Hiyo haikupeleki mbinguni. The choice is hiyo. Sasa kuingia hiyo tu. Swali langu sasa lilikuwa hivi. Hiyo umeruka. Sasa tunaomba kwa neema. Mungu atakapokuwa anatuhukumu atatumia neema. Wakati neema itakumeisha hiyo wakati. So atatumia matendo yetu. Ndio maana sheria 10 lazima inasema nashika amri 10. It is mandatory. Lazima ufanye nini? Usifuati ili uokolewe. Unazifuata juu umeokolewa. Jana walikuwa jana usiku wenye wako kulala. Tulisema it is a must. Ufanye nini? Uangukie jiwe. Mambo mawili. Aidha uangukie jiwe ama uangukiwe na jiwe. Na tukasema lazima utaruhusu. Aidha umeanguka ama umeangukiwa. Lazima utaruhusu. Lazima utakutika. Aidha wewe. Na tukasema namna. Tukasema anajifanya ni namna. Aidha kwa wapi? Lazima akukie nini? Na hakuna remnant kama hajaangukia. Umeangukia. Nauliza nimeangukia. Hatuanguki kama kanisa, tunaangukia kama na remnant sio kanisa, remnant ni nani? Remnant ni nini? Si wewe, remnant ni nini? Unajua? So, tukienda kwa hili jiwe tuanguke. Hautakuwa tukiulizana mambo ya Ten Commandments. Lakini hiyo Revelation 14 verse 7 hiyo tunasoma leo inaongelea sana kuhusu worship. So, the worship tunaona katika kitabu cha Exodus 20 verse 8. Unajua? Exodus 20 verse 8 inaongea remember what? Keep siku ngapi? Umefanya? Then it is about worship. Je, swali langu ni hili. Bora ambaye uko na duka. Unaanza kwa duka hapa? Sababu inaanza nini? Saa ngapi? Sunset.
Huko ni vizuri. Kuna mahali ndio nikagua si. Sasa. Are you sure wewe unafunga sasa? Are you sure? Unafunga sasa? Are you sure unafunga sasa? Wazana mmoja anaduka. Wewe ndio unanunua. By the way, shida ni kununua ama shida ni kulipa pesa? Because my brother hapa Bradi akona duka. Tumefika sababu hata kuka na mimi siko nunua. Ninaenda kumwambia ebu nikopeshe mkate nitakulipa lini? Kesho tutoka kanisa jua likitua. Nimenunua. Lakini siwaka tunakopa tunataka tunataka kufanya nini? Ama tunapeana maziwa utanilipa lini? Kesho. Sio tunataka. Sasa nikwambie, aidha upeane lini ama niume uza. Hizo umepewa pesa au utapewa ume? Hizo mzee anataka kueleza mambo. Na unajua hata pesa. Sina ni pesa hata sija kununua. Na ukipewa na nani? So na zaidi nikita kuhubiri kwenu ukileta sabato nikuja kukusaidia. Kuna shida zaidi kuingia. Hizo zaidi. Sikia sasa. It is worship. Sasa tu wacha kushika nusu. Ufanye nini? Usoda. By the way, unaweza kuka 6. Unaweza kuka sunset. Na ufungue sunset ama unaweza kufungua sunset kufungua asubuhi. Na unaweza kuja hapa mnasubiria saa ngapi? Kanisani? Saa 3. Saa 2. Walibadilisha. Nyinyi mlikuwa mnakuja saa 2 na 45. Ndio mnaanza. Walibadilisha. Wanakuja saa 3. Unaweza kuja mpaka 6. Na utoke hapa sunset. Na uwe huku worship. So worship is not active. Not necessarily the act. Unaweza fanya ili tukuone. Unanielewa? Unaweza fanya ili tukuone. Si kwa sababu unataka. So, ndio maana tulisema jana ya kwamba we must angukia nini? Ukiangukia jiwe, utakuwa unafanya mambo ili uonekane. Utakuwa unafanya mambo ili juu itakuwa automatic. Yohana 15 inasema ya kwamba ukiingia ndani na mimi niingie ndani. So ninapofanya si mimi nafanya, ni nani? Yesu. So nafanya na Yesu. Na kuna swali in conclusion, ili tumalize. Mimi mzuri sana. Nataka hata leo niwape. Sijana tulikula vizuri. Watoto wako ni sio? Niwape zingine. Ili mtu akekele kutaka kuharibu. In conclusion. Pia kwa kusema ni bona never seen as the Lord. Si kwa sababu kuna kitu amekufanyia. Hata wakati atafanyia nini? Hata wakati umeviwa, unastahili kushukuru. Is it possible? Umoja sisi na Mungu. Ndio watu ndio wala kanisa hili. Ndio wala akajolenga hii. Uchoja sisi na Mungu. Wewe ni mzuri. Yenda kuna kitu kwa hiyo kwa Mungu kakasirika. Ama kwa sababu Mungu ni moto ulao, unaogopa.
By the way, is it Isaiah 1 verse 18? Mungu yeye mwenyewe anakuambia come and be season. Unawezalisha na mtu mkitaka. Okai kusile. Unashinda na Mungu aje. Ndio maana kalile gani? Ujai kai kwa sababu hata siopi. Anaona na wewe unalipika siopi tena. Hata hiyo kabisa. Ndio kuanzia. Hata hiyo kwa. Ujai hiyo kwa hiyo. Pia ndio watu wengi. Mimi lazima naanza ndio watu sio Mungu. Kuna nakasirishwa na mtu anamwachia kanisa sio Mungu. Mungu hajawahi kukasirisha. Unakasirishwa na watu. Ndio wazuri. Kuna siku niko kwa maombi. Napigiwa simu mtoto anaweka oxygen. Yaani kuna mtu amekuja akaniambia nikiwa hapo ati wakati pasa ulikuja kwa mtoto uliliombea mtoto wangu akapona. Lakini naomba wapi? Izibia. Sasa hizo mwenye oxygen hajaweka kwa Israel. Na hajaweka watawa ni believers. Is God there? Is he there? Na ndio nakwambia Mungu asante. Mtoto wako anafanya nini? Nikiwa hapo mtu anaingia kwa nyumba anaiba. Is he there? Alipotu. Asi Mungu aliiba. Mungu alikuwa wapi kibiwa? Alikuwa wapi? Na mimi niko wapi kibiwa? Yaani kwa kazi yako wewe, na unaanza kwa wapi? Niko kwa kazi yako wewe, alafu unaenda kwa wapi? Shetani, unaniambia ni shetani anafanya ya kuteka sio? Wewe ulikuwa wapi? Kwa hivyo wewe kwa hiyo sio lazima usiheshimu shetani ukuliko. Ujeni hapo. Tunasema tuwezi ya shetani, lakini tunauliza tu maswali. Hapo kwanza hapo nafikiria ile iko ni kwamba binadamu anapatikana kwa sababu ya weakness yake. Sio Mungu. Kwa sababu hatumbelewi kwa wakati mwingine Mungu. Na vitu vimekasirika kwa sababu ni binadamu. Ndio maana Kwa hivyo kusema haiwezi kukasirika hiyo ni uongo. siku ya tatu tukayapo sana. Nataka tumalize. Mama. Kikombe kimekuwa kizito sana. Bora kulia. Wakati huo kwa sababu ni kwa nini useme? Lakini si kile mimi afanye nini? Ile Mungu alifanya mapenzi yake. Akakubali Yesu wake. Alikuwa. Kwa hivyo kuna mambo mengine yatakuwa yakiingia. Kuna sababu. Kwa hivyo ninakafika kwa sababu ya mwanadamu, lakini anakujua
nyumbani na akaenda akatuma watu wa Yesu aende kama ndiye alifanya nini, ndiye kwa ninafanya nini, ndiye kwa ninasema anakuja kufanya nini, kuleta uongofu. Ndio mkamuulize kama ndiye. Naye Yesu anawangojea mpaka wale waliotumwa wanafanya nini, wanalala hapo. Asubuhi na mapema anarudisha jibu na anamwambia, endeni mwambie yale mliofanya nini, mliojionea kwamba viwete ndio wanafanya nini, wanatembea na visiwi wanafanya nini, wanapata kuona. Lakini hata Yesu akienda haikuzuilia na aweze kufanya nini, kuwekwa kichwa, lakini bado Mungu hapo in control. Aha. Pia tunaweza kuwa kama Yohana. Sisi wa aje tunatangaza kenye hatujui. Yeye ndiye aliambia watu onaige. Alafu anaanza kuuliza wanaume. Wewe unasema. Unaelewa? So, ndio maana hii reason imekuja kwamba we know him. Then akonoi tupeleke nini? Hiyo hapa. Ni habari gani tunapeleka? Ile kwamba to worship the God, the creator of heaven. By the way, kuna kanisa lilikuwa linawauliza saba. Wakati mlikuwa kwa nyumba ya mbao, ilikuwa nyumba ya mabati, mlikuwa wengi. Lakini sasa kwa nyumba ya mawe mnapungua kwa nini? Kaimwase ndiye mwata utani. Kuna watu siku hizi we respect them because they have power ama money. Si kweli? Kuna mtu anajua masahani na nyama, anajua kae na makaa. Ndio ndio kae nyama hadi doyo. Lakini ana worship the Sabbath day. Lakini yeye tunazake zote ziko kwa pesa alizo ukwenda na wetu kuna wao. Ndio maana ninakwambia tunastahili worship nani? Kuna watu mpaka imagine unakosea, lakini tunashika kukwambia kama basi tunashika kukwambia wewe unakosea. Kwa nini? Tunaweza kukwambia unakosea nisikie transfer ama niole barua. Wewe mzaa kimedi mwako na baba unasema tunafanya nini? Yaani tunakuomba kulipa nani? How? Is it fair? So tunastahili worship nani? Mungu. Kuna mtu kanisani sio huku. Sio huku bali umetoka. Mtu mmoja anaweza kujeka alafu hospitali. One man na tusijue alifanya nini? Mpaka atakuja akwambia wakati hapo unaenda ndiko wapi? Kuna mtu atakula vibaya. Akule vibaya. Akule chakula mingi na akule vibaya. Ni sawa? Friday. Akasa kuja kanisani ndio ndio hitu. Lini? Saba. Kanisa tufunge. Sana ndio tunafanya nini? Sio huku huko. Tunabaki. Tukumbuke kwamba tunazidi kuwa shukrani aliyeziumba vitu na hivi, sio binadamu na sio pesa wala mamlaka. Asante Mungu kwa vile kila wakati unatukumbusha kwamba tunastahili sifa zote. Unaendelea Baba kutukumbusha ya kwamba kuna judgment ambayo inakuja. Sio wewe utachagua mahali nitakuwa, bali ni mimi nitachagua mahali nitakuwa. Baba, asante kwa vile wewe na kwa kuomba ya kwamba sisi kama masalio uweze kutuwezesha tuamkie hilo jiwe na hii Baba tuweze kufutika kiburi chetu, tuweze kufutika dhambi zetu na hii Baba tuweze kutazama msalaba. Kwa kuomba ujambo na mara ya pili sisi pamoja na wengine ambao wamewakilishwa na familia yenyewe iko hapa
Pia katika kundi utakaokuwa ukisema huyu ndiye baba tuliyempota. Kaa nasi katika kila somo la kuamini.